Niagukwira we etagwo atia na rigitumi kia ndimwethe ri ni tondu ayuthi aingi ni makoretwo makiuga atiriri atongoria a kanitha rimwe ni matuhingicaga niki maugaga wagirwo gukorwo we uture wi holi mwatungana na mundu muradeti muikare mwihoni nginya muthie mweke uhiki wa kanitha nigetha mucoke mweke atia muhikania mwarekie kuhikania na mundu waku ugakora uria we ura expectaga tiguo mugatigana. Mgeni wangu karibu sana ndani ya Moroto FM. Niko salama. Uko sawa kabisa? Niko salama. Sasa nimekupata, karibu sana. Uhoro waku? Niko salama kabisa. Siku ni njema. Siku ni njema. Tunashukuru. Asante. Nitajaribu kukangana hii Kiswahili lazima itoke. Lazima mimi na Mudhikereria tusaidike. Asante. Asante. Salimia msikilizaji. Nasalimia msikilizaji wangu. Wetu wako wa Moroto FM. Kabisa. Nijitako wa Pastor Silas Okututi. Kidogo lugha itanichanganya. Unajua mimi ni ha. Holwanja. Mimi ni bi. Hiyo inafanya ulimi karibu katike. Kabisa. Lakini Mungu ni mwema. Mimi ni mchungaji wa kanisa linaloitwa Sanctuary of Grace. Kabisa. Liko Kangundoro, along Kangundoro. Estate inaitwa Obama Estate. Hapo ndio mimi ni mchungaji. Na mimi pia ni mume. Nimeoa, niko na watoto. Wengine ni Gen Z, wengine tunatoshana, wengine ni wadogo. Kuchanganyika hapo. Kabisa. Thank you. Tunashukuru. Asante. At least tunaendelea kuongezeka. Hapo kwa uchungaji hapo ndo niko. Asante. Kuna mtu alinituma akasema, yes, marriage za siku hizi ama ndoa za siku hizi, yes, hazikai sana. Unapata leo tumepatana, tumefunga ndoa kwa kanisa, tumekaa miezi 2 tumeachana. Tumekaa mwaka mmoja tumeachana. Shida iko wapi? Issue ya ndoa, unajua kuna reasons tofauti za mtu kuingia katika ndoa. Na zingine ni controversial. Na zingine ni za kawaida. Kwa sababu mtu anaweza ingia kwa ndoa kwa sababu amepanga mipango yake, ameona ni wakati wake wa kutosha wa kupata mume, na kupata mke. Sasa zingine pia unaweza kuwa na shida ukiwa msichana. Yes. Na useme hii shida inaweza suluhishiwa na kuolewa. Shida kama gani? Unaweza kosa pesa. Haya. Yes. Pesa zinaweza kuingiza. Wasichana wanaolewa juu wako na njaa. Yes. Unakosa pesa. Basi ya kwamba unafikiria ukipata mwanaume mwenye ako na pesa. Yes. Atakuondoa katika ukishafika pale unapata sasa, unajua katika maisha kuna kitu inaitwa discovery. So unapata pesa za mtu kwa muda, then unaanza kudiscover, by the way, who am I? Mimi ni nani? Na kweli hizi ni aspirations zangu kweli. Mimi nilitarajia kuolewa hapa na huyu mtu. Sasa unajua uliingia kwanza na nia ya una solve a problem. Ulikuwa kwa shida. Alafu unaingia ndani una realize, shida yangu imesolviwa. Nataka kupea mfano wa mtu ambaye ameolewa wakati ambapo hana kazi, yes, hana masomo. Alafu anasoma. Wakati anasoma ndiye anaanza kurealize, hapa mahali niko ni wapi? Sasa unajua yafaa pia wakati kabla uolewe ama uoe, yafaa ujue reason yako ya kuolewa ni nini. Ni are you desperate? Are you looking for something ama nini? Yes. Ama uko na nia gani? So most of the time inakuanga nia. Na saa zingine the reason why pia watu hutoka katika ndoa sio nia pekee tu. Kitu inaitwa mentorship. Yes. Watu wengi hawataki kuwa mentored katika ndoa. Na katika issue ya mentorship wacha niseme ni vizuri uwe na mtu ambaye ako miaka 10 mbele yako, ambaye ni mentor wako. Huwezi kuwa na mentor mnatoshana naye miaka. Hamwezi saidiana. Mimi miaka niko nayo siwezi kuwa na mentor ako na miaka chini yako ama mnatoshana. Natoshana. Yafaa niwe na mentor ako na miaka 10. Yes. Mbele, kwenda mbele. Na the reason ni kwamba huyo mentor ashaipitia, yes, mambo fulani. Na wacha nikwambie kitu ya ajabu. Mimi kama mchungaji naweza kuambia bila kufunika macho kwamba reasons ambazo watu waachana katika ndoa hata zipo.
Hazipo. Ni mambo ambayo yafaa ukiniambia unataka kutoka katika ndoa na uniambie mambo mawili. Yafaa niwe nimenyamaza. Yaani sina kitu ya kukujibu. Hapo inamaanisha you have a case. Lakini sasa ukiniambia story tu hapa na niko na solution na kuambia hii uende ufanye hivi, hii ende ufanye hivi. Then inamaanisha ulikosa mentorship. Na reasons ambazo, kwa mfano, if a man tells me ataka kutoka katika ndoa kwa sababu mke wake sijui hamfanyii kwa mfano mambo, kwa mfano niseme ati anipeleke, kuna watu wako inaweza ita peti lakini wako na sababu, lakini wacha mimi for now niite peti. Ati mimi ati mke wangu anipelekeangi maji kwa bafu. Ule mume ako na haki, lakini swali ni kabla huyu mke akuje alikuwa anaoga ndio. Lakini ukishapata mke unatarajia akuwe hapo anakusaidia. Ni sawa. Sasa hapo ndio tunafika matarajio katika ndoa. Ukipatana na mtu kama mimi nimeishi katika ndoa miaka zaidi ya 20. Na mke mmoja. So naelewa mambo fulani ambayo kuna challenges ambazo nilikutana nazo na mke wangu. Najaribu kumpinda afanye hivi. Yes. Lakini baadaye nikarealize haiendi hivi. Lakini sasa nikipatana na mtu sasa mimi nimeenda wake, nitamwambia akinieleza nitamwambia enda ufanye hivi. Ufanye hivi. Mfano nataka nikwambie kitu ambacho my grandfather aliniambia. Aliniuliza zamani kidogo wakati tu nimeoa niko young katika ndoa. Aliniuliza wewe uenda kazi? Wakati huo nilikuwa naenda kazi saa 11. Yes. Naamka 5. Akaniambia yes, naenda kazi. Na nini hufanyika before uende? Ambia bibi yangu ananipikia chai. Akaniuliza siku utaamka na asipige chai. Watu lipi? Nikamwaliza haiwezekani. Lazima amke. Akacheka sana. Akaniambia keti chini. Kwa tunakaa akaniambia siku yenye atakosa. Watu lipi? Nikamwambia hapana. There is no way. Akaniambia sikiza. Yes. Kuna siku mama ataamka akiwa na fatigue. Akiwa na challenges zake. Kabisa. Labda alikuwa na siku mbaya. Na amke na akose kupika. Kile unahitaji kufanya, alinishauri. Sijui kama nikwambie bila niambie unaamka asubuhi na unapiga chai yako na unaweka sukari na unakunywa na unaenda. Hiyo ni one. Na akaniambia kama unaona ni uzito, then amka tu kwa furaha na uende. Yes. Kwa maana kesho utapata tu amepika chai na unaendelea na maisha. Hiyo haiwezi vunja ndoa. Kabisa. Lakini kama haujapata mshauri ya kuambia, unaona huyo ni grandmother father wangu ananiambia. Yes. Na unajua mimi nakwama tu hapo, lazima nipigiwe chai kwa hiyo nyumba. Na ni kweli ilifanyika. Na unajipiga kifua. Sasa ilifanyika hivyo. With time unaenda anaamka. Anakuambia hapana. Leo mimi siwezi. Niko nimechoka. Wewe unang'ang'ana hapo. Na mimi nakumbuka niliambiwa kama inafanyika hivyo nifanye nini? Niamke. Two things. Mimi mwenyewe nipige chai. Sinajua kupiga chai. Yes. Ama niende. Sitakunywa chai kazini. Kabisa. Si niko na ndoa yenye imejaa. Nimekaa na amani. So matarajio katika ndoa, watu hawana mentorship ya kuambiwa unatarajia hii katika ndoa. Kabisa. Usiwahi fanya vitu whether ni ndoa ama ujue, uliza watu wengine wameshaipitia mambo kama hiyo. Na sasa wacha nirudie kwa kitu nimesema. Inamaanisha that if people are mentored well, then marriages zinaweza last. Asante. Zamani kulikuwa na wamama wanafundisha sijui unajua siku hizi hao wamama nafikiri hawako. Aunties. Wanakuambia hivi ndio wanafanya. Hao aunties wako kwa ndoa na wanaelewa. Naelewa mwanaume akija na stress yake. Wewe lala chini kama bahasha. Yes. For now tu. Then baadaye akishatulia, energy yako ina match tu. Kabisa. Unaona mtakorofishana. Lakini sasa huyo ande ako wapi? Ako wapi? Hayuko Nairobi. Sasa hizo unajua tunatafuta ushauri kutoka kwa TikTok, sio? Kabisa. Lakini Njahera wako hapa. Unapata mimi sasa nimeoa miaka 20 na kitu. Unakuta ninasikiza kitu ambacho mtu ambaye hata hayuko katika ndoa anakuambia if your wife is doing this and this and this, do this. Alright. Kuna mambo ambayo unahitaji kuambiwa. Na ukiambiwa na mtu ambaye ni mkubwa kukuliko, yes, utavunjika. Alright. Na acha nikuwa andiko kidogo. Ukiangalia Isaka
na Abraham. Abraham is the father. Yes. Isaka is the son. So najua alimuonyesha how sacrifice inafanywa. Yes. Ukiona vile walivyotembea wakifika mpaka katika mlima na kuna kitu muhimu zaidi. Hiyo ni Genesis 26. Isaka aliuliza baba yake kwamba tumefika na tunataka kufanya dhabihu. Where is the sacrifice? Yes. Hiyo si ni swali. Sasa watu hawaulizi hii mambo napitia, what do I do? Yes. Okay. Na mtu ananyamaza na shida zake. Wanaweza kuwa ukiangalia wakati ambapo Abraham anaenda kutoa dhabihu, alifika mahali akaacha vijana, akaenda peke yake. Na mtoto wake. We need to have people who are mentors. Ni vizuri kuuliza, wewe ushaenda nyumbani ukakaa na mama yako kuongea naye? Kabisa. Hata si mara moja. Na baba yako? Kabisa. Unaongea na yeye. Na maybe hatuko open enough. Lazima uongee na wazazi wako, waeleze. Kabisa. Na sana sana hata yale ambayo unapitia katika ndoa, waeleze. Unajua watakushangaza sana. Wakati ambapo watakwambia hiyo mambo unapitia, hata sisi tulipitia na hivi ndio tulifanya. So watu wakiingia katika ndoa wawe na watu ambao they are called mentors. Na wawe na network nzuri ya mentorship. Hata wakati ambapo unachagua mtu ambaye anakusimamia harusi, usichague mtu mnatoshana na yeye, mtu mnaweza argue na yeye shwari. Hiyo ni nini? Millennials wanataka millennials wenzao, wenye watadance na wao, wenye watakunywa na wao. Hapo kidogo ndio tunapotea. Yafaa utafute mtu ambaye anaona ukidanza na kwambia na hiyo kudanzi yako, fikiri umeenda sana. Alright. Mtu ambaye unaweza msikiza. Si ati mtu mnatoshana na yeye unaweza msikiza. Okay, mnaweza msikiza lakini unashindwa huko. Si unaona ni kama the same way ndoa zenye ziko na watu wanatoshana kwa miaka kabisa. Mnagongana vitu. Mna leo reason together. I am reasoning together with my wife. Sasa inabidi lazima na mimi nipate mentors wa kuniambia mke wako mnatoshana yeye. Sasa jua yafaa ana reason kama wewe. Hapo na haki na so unaona kuna energy. Nikishaambiwa hivyo najua nitasema hivi, nitafanya hivi, kabisa. So we need mentorship. Kabla tufike kukaanisha, kuna ile dating. Siku hizi hawa millennials na Gen Zs kidogo wanasema tukikuja kanisani, wachungaji kidogo wanatuambia hamfai kupatana na huyu mtu kabla hamjafunga ndoa. Yes, mna date. Wanaitanga road test. Wacha niweke tu hadharani. Sasa wanasema before mkaanishe na huyu mtu, wao wanataka wajue huyu ni mtu wa aina gani naenda kukaanisha na yeye. Nikikuja kanisani naambiwa hapana, mnafaa mkae holi mpaka mfunge ndoa, mtaenda kujuliana huko mbele. Hiyo nayo issue unaichukulia aje? Unajua kwa hiyo kitu umesema road test, nataka kuelewa. Unajua mwanaume ana ukiniambia road test. Okay, nataka kusema nafikiri saa si mbaya. Si mbaya, tuko sawa. Wewe usijibu ile. Ni nani alikufundisha kuhusu mambo ya mapenzi? Ukisema ukweli. Mimi mwenyewe sasa. Hakuna. Nilijikuta tu. Sasa ukiniambia unataka road test, nani anaweza fundisha wakati mtu ni kitu Mungu ameweka mwanaume anakuwa na uume ndani yake. Nataka nijue huyu mtu wangu mwenye tunashikana tutawezana tukikanisha. So the issue haitakuwa mapenzi. The issue itakuwa watu hawaachanangi kwa sababu ya mapenzi. Watu wanaachananga kwa sababu ya kutoelewana katika hali ya kufanya mambo fulani. Not necessarily. Kama mko wacha niseme kitu ambacho mimi nimekaa katika ndoa kwa muda mrefu na nimeshauri watu wengine pia. Kama wewe uko tu sawa na mimi, yani mke wangu, hakuna kitu yote tunabishana na yeye. Then issue ya mapenzi tutaulizana, itakuwa tu automatic. Lakini kama tuko na issues ambazo zimetokea hapa awali, kuna ukora fulani ameona na mimi nimebishana, kuna ukora fulani ameona na yeye, kuna mambo fulani ambayo haijasaishwa pale. Sasa hivyo hapo ndio mahali inaenda. Sasa itafika mpaka iingie kwa mapenzi na one of us lazima atakuwa katika hali ya kulalamika. So kuna unresolved matters. Kwa hivyo hauwezi sema ati unataka kujaribu kwa sababu itafanyika aje. Kwa sababu watu hawaachani kwa sababu ya tendo la ndoa. Watu wanaachana tendo la ndoa. Hizo ni visababu
ni sababu zingine ndio zinachangia tendo la ndoa kukosea. So watu hauwezi fanya useme unataka kufanya road test ndio uone mambo yatafanyika. By the way, kuna kitu inaweza fanya watu wako tu sawa katika tendo la ndoa, lakini maisha yao wanaachana. Ishaiona mke anasema mimi nataka kutoka katika hiyo ndoa. Unamuuliza ni issue ya tendo la ndoa? Hapana. Mimi niko hapana, si naondoka. Na anaondoka. Okay. Na halafu ushaiona mtu anaishi kwa ndoa yenye haina tendo la ndoa? Nimesikia ziko. Na unasikia bibi anasema miaka 3 hajawahi, mwingine anasema miaka 4 hajawahi, unashangaa. So the issue sio testing ya tendo la ndoa. So watu huwa hawajui. So issue ni reason yako ya kuingia katika ndoa. By the way, sio tendo la ndoa. Tendo la ndoa ni automatic. Issue ni combined. Okay. Juu naonanga sio mimi wanasema. Kwenyu sio mimi wanasema. Kwenyu unakuanga na watu wenyu, mko nao, uko na your brothers, uko na your sisters, uko na kuna ile kitu yenye ilikutoa kwenye ikakuja kwa huyu mtu. Hiyo kitu sasa ikifika hiyo nimekuelewa. Hiyo kitu kama hamuja solve mambo yenu ya maisha, hiyo kitu haitatendeka. Okay. Haitatendeka. Kwa mfano I'll give an example, na it's also a bit controversial. Mwanaume ambaye ako na pressure ya pesa. Yes. Hajalipa nyumba. Kuna madeni, school fees ya mtoto imefukuzwa hapo. Huyo natarajia awe na nguvu. Kweli. Somehow mawazo yake. Somehow. Na alafu apate mke ambaye amempea pressure pia. What kind of man are you? Okay. Sasa hiyo fees ni huyo pia unafikiria uta enjoy tendo la ndoa? Haitawezekana, kwa sababu huyo ni mwanaume ambayo tayari ako affected. Yes. Kiukubwa. Even mentally ako traumatized. Yeah, traumatized. Na ni vizuri ujue wanaume wengi ukiona kama hawana pesa wanaanga wameingia chini kabisa, wamenyamaza. Okay. Kando wanaanza kupesa ndio wanaanza. Ndio wanahitaji kushauriwa. Unaona unakuta sasa anaanza kufanya mambo na kuwa na other uhusiano mwingine katika nje ya ndoa. Ni kama ana pesa. Pesa ndio zinampea kichwa. Kwa hivyo wanaume kama hawana pesa hawezi pata nguvu ya kutembea nje ya ndoa. Unaongea nini? Kerema thogono hiyo thiaga na keta ndo sire. Tukimalizia, kuna wale tena wanasema ikikuja ni kanisani. Yes. Tuseme mimi niko kwa ndoa. Tunagombana na mume wangu, tunapigana. Nikikuja kanisani, mchungaji ataniambia vumilia, inakuanga hivyo, inaendanga hivi, inakuanga hivi, tutamuombea, atabadilika. Unapata mpaka wanauana. Kwa sababu gani? Mchungaji alisema vumilia. Ni vizuri ujue wakati ambapo unajua mambo ya mimi ni mchungaji. Yes. Nimekuwa mchungaji kwa miaka mingi. So na pia kando na kuwa mchungaji, kuna watu pia tu nimeona sijawashauri kama mchungaji, nashauri kama ndugu, kama dada, kama mfanyikazi. Msiwekee maneno mchungaji amekufanya umekosa kutoka katika ndoa, ama ndiye amekuambia lazima ukae. Acha nikwambie kitu. Yes. Kuna wale ambao tumeambia wakae na wakukaa. So mimi wakati nimekushauri, mimi nimekusikiza. Na ni vizuri ujue watu hawakujangi wakiwa na mikono safi. Yes. Umenielewa hiyo? Watu hawaongeangi ukweli wakati ambapo wanashauriwa na pastor. Yes. Kuna uongo fulani, kuna kitu anafichanga. Nakupea mfano. Mimi nikishauri watu na nimewashauri wengine wameshindwa, lakini wengi wao wako sawa. Mtu unaweza sikia anasema huyu mwanamke bibi yangu ni mbaya. Unajaribu kumuuliza bibi yangu ni mbaya aje? Bibi yangu ni mbaya aje? Bibi yangu ni mbaya aje? Wale wasate bibi yake anasimama, anaanza kumzomea. Alafu anasema, "Si unaona hiyo ni sababu mimi sipendangi wewe." Sasa hajamwambia directly kwamba anamdisrespect. So asemi ukweli. So wewe ukishauri anaanza kusema unajua hata ndugu yake aliniambia, unashindwa ndugu yake, hata mama yake anitakangi. Sasa unashindwa mama yake. Sasa ile kitu ambayo inafanya waachane, anaificha nyuma. Anaificha, anakuwa anaficha. Alafu mara nyingi wanasema hivi.
by the way, hata hii kitu pia sipendangi. Hiyo kitu amesema by the way, that is the boss. Okay. So analeta maneno mingi na baadaye hata asemi hiyo ingine, anaisema hiyo hata sinanga ubaya. Hiyo kitu anasemanga ananga ubaya. Hiyo ndio sababu ya ndoa kuvunjika. Kama mnaweza so unajua anaificha kwa sababu wanadamu wako na kitu inaitwa pride, especially men. On this matter ni men. Men wako na pride. Men na ego. Yes, men hawezi simama na kuambie my wife is cheating. Okay, wacha nikuulize, mimi pastor pia na mimi ni mwanaume. Wewe unaona nikienda nipate my wife is cheating, nitaita wachungaji wenzangu? Hapana. Wanaume hawaongeani. Nitaita baraza. Hamfungukangi. Nitaita baraza. Niwaambie sasa, sikiza. Siku nitaita. Ujue huyu amedanganya mpaka sasa hata niko na depression. Na mimi kama mwanamke nikiona hata dalili, naita kila mtu anamwambia nimeona. That's why in any counseling session men huwa ni kama wanadhulumiwa in a way. Quote and quote. Sijasema dhuluma vile kwa sababu wao hawasemi ukweli fulani. Kwa hivyo sasa mambo yatamlalia. Mambo yatamlalia tu kwa sababu kuna mambo pride yake ya mwanaume haiwezi mruhusu aseme kabisa. Na wanawake, acha nikwambie kitu ya ajabu kwa wanawake. Sasa hizi ukipea mke wako pesa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Na uskip Saturday kwa sababu labda ya mambo ya hapa na pale, na umpe Sunday. Hiyo Sunday ataambia watu aje? Na umpeangi pesa? Umpeangi pesa. Sasa mwanaume anashindwa na mpeanga pesa. Lakini sasa unaona hiyo explanation akijaribu kujitetea anaulizwa tu na unakumbuka Friday. Yes. So mwanamke ako na memory nzuri zaidi na pia hana aibu ya kujitokeza. Na mwanamume hana ile memory vile. Yes. Kwa mfano nguo yenye nilikutana na bibi yangu nimevaa, my wife knows it kabisa. Well. Me I can't remember. So hiyo kitu inafanya wanawake somehow they bully men wakati ambapo counseling sessions zinaendelea. So yeye hata iweka black and white. Ikifika kwa mwanaume akasema unajua huyu bibi si mzuri, simpendi. Unauliza hii kitu unasema humpendi ni nini? Haiwezi toka. So unakuta hiyo ndoa inaweza vunjika kwa sababu people are not open kabisa. Hawako open, especially men. But kuna women pia ambao hawako open. So the reason why unasema wachungaji kwa sababu pia watu wakati wanapokuja kwa wachungaji hawakuji wakisema ukweli. Kuna mambo hapo. Kwa mfano sasa wewe ukiniambia mume wako doesn't provide na ni siku moja, umeniambia ukweli? Haujasema ukweli. Na ukisema huyu mke wangu had disrespect na kuuliza explain tuelewe, au na explanation, umesema ukweli? Haujasema ukweli. The ndoa haina watu wote ambao hawaendani kanisa na wameolewa mpaka wakamaliza walishauriwa na pastor? Hapana. So please wachana na wachungaji. Kama umewapelekea wrong information watakwambia wrong information. Kwa hivyo wenye wako kwa ndoa ndo huwa wana mislead actually wachungaji. For your information, let me also tell you. Mimi siwezi kuambia utoke kwa ndoa yako. Nitawaambia ukae. Kwa hivyo ndio neno. Nikikuja na maneno nikwambie na chakwa na teswa. Utaniambia nitaambia mume. Okay, nauliza mume gani anaweza piga? Unajua mke ni mwili wako. You is your body, ndio. Okay, ukimpiga what are you trying to do? Kuna wenye unapiga. Hiyo ndio ukiwa na menda atakwambia never ever. Okay, sitaki kusema vile Waluo wanasema the best way ya kudiscipline a woman ni kimapenzi, yani kumpa mapenzi. Ukimpea bibi yako mapenzi vizuri. Kwa mfano mimi mke wangu akinikosea na nipitia hapa town, anapenda oranges. Anapenda machungwa, hizi machungwa, na nitafute mahali pamepakiwa. Hiyo ni pesa mingi kweli? Nunua tu machungwa. Nunua machungwa na nipite hapo nikanunue kama huwa na niende kwa nyumba. Anapenda pia nyama. Nunua nyama. Nyama kwani ni kilo ngapi? Si ni 600 ama 700 ama 800? Okay, 1000. Nunua nyama unaweka hapo. Akishakula nyama wakati mnaongea mmefurahia. Alafu mwambie by the way this one ni mbaya. Wewe unaona anaweza kasirika kweli? Hawezi kasirika na sidhani anaweza rudia hiyo makosa. Kwa hivyo ni kumaanisha ukikuwa kwa ndoa pia unafaa ujue mtu wako na ujue kumapproach. That's the thing. Akikunikosea si nianze kumtukana nimwambie wewe kwenda hata So kuna mambo kuna vile unavyozungumza na
For women the best way, okay, usiniquote vibaya, yes, lakini the best way of dealing with women, the same way you deal wakati mtoto wako anakuambia sina kitabu, what do? You tell him sitanunua? Hapana. Unamwambiaje? Nitanunua. Give your wife hope. By the way, mwanamke anaweza ishi kwa hope na mpaka azae watoto amalize na miaka yake yote ishi. Lakini kama unampea mambo ambayo au muonyeshi kesho. Yes. If you don't show your woman kesho surely. Hata kama hakuna. That's why unaona bad boys. Bad boys. Yeah. Wanawini wanaume. Wanawini kabisa. In fact wasichana wengi hawapendi hao waume wapole. Wanataka manga. Wana sell hope. Anakuambia kuna pesa fulani na ngoja mahali. A woman with hope. Lakini mwanamke hajui. Naona saa zingine mwanamke anasema mimi nataka kwenda. Alafu unasikia anasema nipangie vitu zangu. Unajua kila anauliza nini? Nipe tumaini ya kuishi kwa hilo. Hivyo ndio anasema. Ni vile hatumii hayo maneno, lakini anajaribu kukuambia ni nini itafanya nikae katika hii ndoa. Kabisa. Na wewe mwanaume unamwambia panga uende. For your information. Listen na hiyo labda. Ukiona mwanamke ametoka kwa nyumba ya mwanaume. Yes. That man is very cruel. It's not easy for a woman to leave a home. Asante. Sio rahisi. Ukiona mwanamke ameenda. The problem ataendaje? Yes. Mimi bibi yangu akienda, nitaenda pige magoti kwanza bibi yangu. Ndio nilie. Nimwambie imagine you are the only one you see now. Nikubali makosa yote. Sasa kiburi iko na wanaume huko nje, especially millennials. Sidhani wanaweza fanya hivyo. Yafaa ujue a woman ukifanya hivyo ataenda wapi? Ataenda wapi? Yes, umekubali makosa na uko hapo na unamwambia, unampea reason ya kuishi, unampa hope. Sasa unamwambia enda, utapata mwingine. Sasa unaenda unamwambia atapata mwingine, basi usipate. Kama huyu mwanamke ni mbaya, mbona unataka kuambia aende? So ungekuwa umemwambia aende. Kabisa. So give your wife hope. Ukimpa hope, atapata reason ya kuishi. So the reason why women wanatakanga kwenda, kwa sababu wanajaribu kuambia huyu mwanaume in a language, hiyo inaitwa coded language. Wanajaribu kumwambia kwa nini nikae kwa nyumba yangu, wacha niende. Alafu mwanaume mwenye hana hekima, namwambiaje? Sipaka uende. Kwani unafikiria ni wewe peke yako? Wazee wa zamani walisema huko kwetu Kakamega, Kuisero, kwa hiyo nyumbani kwetu. Walisema if you cannot convince a woman mwenye ulipatana naye kwa barabara. Yes. Yaani mlipatana na mtu kwa barabara, sio? Ukutumia bunduki, ukutumia energy na ukamconvince akuje kwako. Kama huwezi mconvince aishi, wewe unaweza kuwa na hekima kweli? Hauna. So yafaa pia uelewe kwamba mwanamke haishi kwa nyumba yako na fujo. Show the peace. Pea mwanamke, mpende. Unajua language ya mwanamke unajua ni nini? Money. Provision. Wewe umesema provision, lakini mimi nasema provision. Okay. Ukimpa provision ama umhakikishie kwamba you can provide hata kama sio sahihi, ataishi kwako. Ataishi kwako. Msikilizaji atasema tumeegemea sana kwa mwanamke. Yes. Na yeye mwanamke anafaa kutunza aje boy child? Unajua pia the reason why mimi labda hivyo ndio mimi huwa ninaona maneno, lakini it works for me. Unajua a woman can be married anywhere. So unaona wanawake wanaenda kwa uzunguni. Kabisa. Hapo ni mahali ambapo wamekubaliwa, pia been accommodated. Okay. So a woman ambaye umemuonyesha na ni vizuri pia wanaume wajue. The way wakati ambapo mnafanya, ulisema kitu inaitwa koti. The way una set boundaries zako katika koti, mwanamke atakaa katika hizo boundaries. Kabisa. Lakini kama haukuwa na any boundaries, sasa saa hizi yako kwa ndoa unamsetia boundaries gani? Okay, boundaries unaniambia ni sheria, sio sheria. The way you speak, the way you conduct yourself. Unajua watu wanafikirianga lazima uambie mwanamke sitakangi hivi. The way to body language. Kwa mfano mume wako akiingia kwa nyumba kama amechoka, unaweza kosa kujua amechoka. Utajua tu. Kama alikuwa na siku mbaya, unaweza kosa kujua. Inaitwa body language. That is the thing. So you need to understand the body language of your husband. Alright.
Mume wako ameingia kwa nyumba, amechoka kazini nini, wakati unaona haongei, usianze kumwambia wewe ulikuwa na wanawake wengine. Hapana, tulia. Atakueleza. Men don't talk a lot, especially kuhusu, kwa sababu ya pride. Yes. Wewe nikidhulumiwa kwa hiyo ofisi, siwezi enda kwa nyumbani kusema no. So mimi ndio napaa nipeane hope kwa nyumba kabisa. So sitasema, lakini mke wangu akinitreat vizuri na nimetulia hapo, nitaanza kumwambia by the way, the day was not That's why unaona wanaume unakuta ameenda kwa mpango wa kando. Mpango wa kando amemtengenezea kila kitu mpaka sasa mwanaume anapata solace. Unajua for other reasons. Unakuta sasa mtu anapata solace huko, unakuta huko amepigwa na maneno, nani umekuwa na nani, umekuwa na nani na nani, kumbe huyu mtu ana mtu. So wanawake, be kind to your men. Be kind. Na kitu inaitwa respect. Unajua men, ukisoma Biblia imeruhusu wanawake wa respect wanaume kabisa, lakini imesema wanaume wa love their wives. Yes. Hizo vitu zote zikikosa unakuta ndoa haipo. Respect your husband kabisa. Respect inamaanisha usimfanyishe mambo ambayo yanashusha wanaume wake. Na love inamaanisha usionyeshe. Kwa mfano, ukiona mke wako akiweka, maybe wacha niseme, inaitwanga hivi, mnawekanga makeup ikiwa mbaya, don't comment ikiwa mbaya. Unashusha, hiyo si upendo hiyo. Upendo unavumilia. Ngoja wakati amemeki nzuri, ama mnunulie ile unafikiria ni nzuri, na umwambie hii umemaliza, nilikuwa nzuri, lakini jaribu tena. Wakati anaifanya unamwambia this is the best. Akienda huko nje atakuwa anasema my husband loves it. Yes. My husband loves it. Lakini sasa kama ukuti mume wako aongei kuhusu wewe, do you love your husband? In fact, kama haongei juu yako, utoke hapo nje, upate mwingine mwenye anaongea, roho yako itaenda huko. Huyu atabaki tu kukua ni mume wa nyumba, lakini roho yako iko kwingine. Sasa unajua, sasa hiyo ndio controversy yenyewe. Unakuta sasa a woman is ako better kwa office. Si ati anafanya mambo ya mapenzi, hapana. Ako better loved in the office than in the home. Kabisa. So anatoka kwa office saa 3. Na wanaume wengine wanamwambia you are looking good, you are looking beautiful, nini wako tu Mungu. Kwa hivyo men should learn to compliment their women. Usipo compliment powerful someone, by the way, watchman atakuchukulia mke. Anachukulia ngo, madam you are looking good, nini, anamchikia bebea kabaga hapo. Huyu bibi anashindwa, na hii sifanyiwangi. Na ni kitu yenye wewe unaweza fanya in a second kabisa. So bebe kabagi ya mke saa zingine. Thank you. Modo wetoza malma ina wa mataiga karaja blaki kemotholefti maya maudo doraga demweraga moka ugane vitina. Leo nendie dakiaria. Naona muda hunasi, tuko na dakika 4 peke yake. Hizi dakika 4 nataka uongeleshe mtu anatarajia kuingia kwa ndoa. Mtu mwenye yako kwa ndoa imemlemea. Nataka tumalizie na hao. Alafu pia utuambie bado kanisa yako iko wapi? Mtu anaweza kupata aje tukimalizia? Ndoa ni God, ndoa ni mpango wa Mungu. Na kitu yoyote ambayo imetoka kwa Mungu ni kitu nzuri. Hata Biblia inasema ukipata mke unapata kitu chema. Kuna watu ambao wamepata wake, wakanunua mpaka magari, wakastabilize katika maisha. Yes. Na kuna watu ambao walipoteza wake, na maanisha walipata divorce. Na maisha yao yako mbaya, hawaja stabilize na hawapangi ku stabilize kwa sababu it was a disaster katika human. Kwa ndoa generally ni mpango wa Mungu. Wakati ambapo unapanga kwa ndoa, usiingie katika ndoa wakati ambapo unafikiria it's not the plan of God. Na caution kwa wale ambao wanaingia kwa ndoa. Any doubt you have concerning the person mwenye unataka kuolewa kwake, run, it will happen. Any doubt, niko na doubt hii, inaitwa red flags. If you have red flags, my sister, my brother, run. Because hizo ndio zitakuwa foundation ya ndoa yenu kuanguka. Utakuwa unasema by the way niliona. You already have a reason why utatoka. So if you have red flags, leave. Hiyo ni kitu moja. Point number 1. Hiyo ni take home. Point nyingine, ukiwa roho yako shaiona unafanya kitu lakini roho yako iko conscious, divided. Iko nifanye, you are not sure. Run.
hiyo kitu hauko sure itatendeka au kwa macho yako ukiona. That is the thing. Yes. Then know that it's a divine. Ndoa ni mpango wa Mungu. Yenye usichukulie tu ndoa ni kama ni kazi. Unajua kazi ndio unaweza kuja hapa na utuambie unaenda unataka kwenda Ulaya. Sasa sisi tunaweza fanya nini? Okay, mimi nikikuja niseme nataka kutoka kwa kampuni moja mpaka kampuni nyingine. Si huyo mwajiri yafaa niachilie? Kabisa. Na sasa ndoa unaachilia ndoa. Mimi niachilie na mke wangu mwenye yako, watoto wangu niwaambie namna gani? So ndoa si kitu unaingilia. Ni kama ni contract ya kazi, ya biashara, ya partnership ya biashara. No, it's ni ya maisha. Lifetime commitment. By the way, divorce is not a good thing. It is because wakati mioyo yenu inakuwa ngumu, ndio unaweza sema watu mioyo yao. People decide not to get along. They can decide they don't want to get along. What do we do? Naacha. So don't enter ndoa na predetermined. And never ever try. Usiingie kwa ndoa na ujaribu. Hiyo kujaribu unajaribu, utajipata kwa shida mingi sana. Never ever try. Enda pale ukikuwa sure. And then another thing, tafuta watu wanajua huyo mtu. Watu wanajua huyo mtu ni wazazi wake, ndugu zake, know them. Usikuwe tu unakutana na mtu unakuta we ni nani. Enda uone baba yake anaongeanga aje. Fanya utafiti. Hivyo baba yake anaongea, ndio huyo kijana ataongea. So usianze kutuambia hapa ati sikujuanga, ati hao watu wako na hasira. Kama baba yake ako na hasira, si huyo hapo. Wewe sio miracle baby. Kama mama yake ako na energy fulani. Na huyo ni msichana, jua jipange mapema. Jua hii energy ya mama itatokea tu. Wanasemanga the apple does not fall away from kwa kishina, inaangukanga tu hapo. Hata ukiona imeroll imeanguka hapo. So understand these people. Understand. Ongea na mtu, uelewe, uone ni mtu aina gani kabisa. Tumeshukuru sana. Na hatujashiba. Kwa hivyo tutakutafuta tena na tena na tena. Tukitaka kukuja kanisani tunakuja wapi? Kanisa naitwa Sanctuary of Grace. Na liko Kangundo, lakini sana kwa estate inaitwa Obama Estate. Ukiwa Obama Estate kuna mahali panaitwa police station ya Obama, unateremka kidogo, unatafuta Obama Mart. Ukiwa supermarket hapo ndani ya estate inaitwa Obama Mart. Ukiwa hapo hata utasikia tu, utaona tu clearly this is Sanctuary of Grace. Ni kanisa nzuri, linapenda Mungu. Kuja hapo. Kuna wakati ambapo washirikaji wetu wa Moroto walitembea hapo. Wanatembeanga kabisa. Huyo Kimotho left ndio sijaelewa. Hata yeye najua kuanzia leo atakuwa mfuasi, atatembea. Tumeshukuru sana mchungaji. Asante. Niye gwera gadona kaundo karato guthoguo chenga no ginyagia getha uria uhigire